Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. Wow. Today nataka nimpe baba nafasi ya kutosha. So ninataka nikuandae tu kwa dakika kama 5-6 hivi. Haraka alafu nimpandishe baba. Tumekuwa na siku ya kwanza nzuri ya baraka jana, na tunamwamini Bwana Yesu pia kwa siku ya leo kutuhudumia. Hallelujah. Hallelujah. Wangapi wanaona mpenyo? Wangapi wanasikia kubarikiwa? Wangapi wanajisikia kuvuka? Hallelujah. Hallelujah. Amen. Niende direct kwa sababu nikianza vitu vingi tamchelewesha baba. Niende direct. Media niweke act 2 Matendo 2. Nifanye kitu kimoja tu pale kwa haraka. Nitaenda speed sana, kwa hiyo unisikilize. Perhaps nitacombine vitu vingi kwa wakati mfupi. Lengo ni nini? Lengo nataka nitengeneze prophetic atmosphere ya wewe kuchukua kila ambacho Mungu amekikusudia ukipate leo sana. Kwa hiyo nitacomprise vitu vingi kwa wakati mmoja. Ili Biblia inasema kukaja ghafla kutoka mbinguni sauti kama mfumo wa upepo, ukali ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Ukiendelea mstari wa 3 na 4 utaona Biblia inasema wote wakajazwa na Roho Mtakatifu wakaanza kusema kwa lugha mpya, si ndio? Now, mimi nataka nichukue concept chache kutoka kwenye mstari. Huo mstari wa pili, huo mstari wa pili ukitaka uangalie unaweza tukatoa kama concept 4. Lakini mimi nita live concept moja kwa haraka ili nimlete baba. Concept ya kwanza ambayo tunaweza kuipata kwenye huo mstari ni concept ya divine invitation. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ninasema ghafla, kukaja ghafla toka mbinguni sauti kama mfumo wa upepo. So unaelewa kwamba hiki ni kipindi ambacho Roho Mtakatifu ndio first week alikuwa anaingia, au ndio mara ya kwanza alikuwa anashuka au anatelemshwa kwa ajili ya believers. Kwa hiyo ilikuwa ni concept ya divine visitation. Na ukitaka uelewe nini ambacho alikuwa anakuja kufanya Roho Mtakatifu, itatakiwa urudi mpaka kwenye roho inaitwa the law of the first dimension. Law of the first dimension ni sheria ambayo kwenye Biblia inakutaka ujue ya kwamba kitu hicho ambacho unakiongea kwa mara ya kwanza kimeonyeshwa wapi kwenye Biblia. For instance, nilisema nina passive room, kuna spirit of worship. Sasa niwasaidie kwa mfano worshipers. Ukisema neno worship kwa mara ya kwanza limeonekana wakati Mungu amemchukua Ibrahim, anamwambia Ibrahim, nataka umtoe mwanao. Amekuja kumjaribu Ibrahim, anataka amtoe mwanae. Biblia inasema Ibrahim akamchukua Isaka, akapanda naye kwenye nchi ya Moria. Mungu alikuwa anamwambia nitakuonyesha moja ya mlima ambaye natakiwa uone. Si sawa? Tuko pamoja tumisha Bwana. Lakini tunaona kitu cha ajabu. It was a sacrifice service. Ilikuwa ni ibada ya sadaka. Ghafla Ibrahim anasema hivi, anamwambia wale watumishi servants ambao ametana nao ya kwamba ketini hapa, mimi na mtoto tunaenda kuabudu. So hawezi ukajua ibada kama hujui worship, kama hujui sacrifice. Kwa hiyo mwimbaji yoyote mzuri lazima ajue sacrifice, kwa sababu sacrifice kazi inayofanya inakupa distinct of the voice. Ukitaka kuelewa utabidi urudi tena kwenye kitabu cha Mwanzo, wakati Mungu anatafuta sauti ya nani atakayempa mkazi ya kizazi kwa wakati huu. Utaona alitaka sacrifice kwa Habili na Kaini. Kwa hiyo still, japokuwa Mungu alimkubali Habili, Kaini alimuua, lakini kilichokuwa kinatafutwa ni nani kwa wakati huo atakuwa na distinct voice kutembea na kubeba vya Mungu. Kwa hiyo worshiper yoyote anayetaka worshiper mzuri lazima ajifunze kudili na kutembea kwenye sacrifice. Warumi 12:1 anasema, basi na wasii kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo takatifu ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada, your reasonable worship. So it's not about singing, it's about alignment to receive the distinct voice through the sacrifice. Now, sitaki niende huko. So utakuja kugundua alikuwa anaongelea the divine visitation. Concept ya pili ambayo utaipata, nimekwambia na lash kuna mali naenda. Concept ya pili ambayo utaipata, utapata concept ya recovery. Tukiongelea concept ya recovery, utakuja kugundua ya kwamba kwenye hiyo concept ya law of the first dimension,
mtembeo wa kwanza au visitation ya kwanza ilikuwa ni Mungu alipokuwa anaenda kuwatembelea Adam na Hawa. Perhaps aliwakuta wamefall, wameanguka. Bwana Yesu asifiwe. Nimekwambia na complies ili unielewe. Utanielewa tu sijani. Aliwakuta wameanguka. Kwa hiyo kama Biblia inasema kukaja ghafla toka mbinguni sauti kama mfumo wa upepo, ina maana Roho Mtakatifu alikuja kufanya reconciliation ya divine visitation ya kwanza ambayo Mungu alikuja akakuta wameanguka. Kwa hiyo kulikuwa na concept ya recovery. Recovery nini? The presence that was lost. Basi anasema hivi, kukaja ghafla toka mbinguni sauti kama mfumo wa upepo, umkali ukienda kasi ukaijaza nyumba yote. Sikia, au kujaza watu mpaka ulipojaza nyumba. Mtu hajanielewa. Watu hawakujazwa mpaka nyumba ilipojazwa. Maana yake nini? Presence, atmosphere. Hauwezi ukaspeak kama atmosphere haijatengenezwa. Kwa maana yake nini? Maneno ni mbegu, atmosphere ni womb. Kwa hiyo unapokuwa unatamka, kinacholeta manifestation na reality ya neno ni aina ya atmosphere uliyotengeneza. Ndio maana tunataka utembee kwenye atmosphere ya kiungu. Kwa nini usisikilize gospel? Usisikilize secular music nani? Kwa sababu when you speak, I manifest tu kwa sababu ina manifest, ila kuna aina ya atmosphere. Biblia inasema hivi, Roho Mtakatifu alikuwa na wave. Ukisoma Mwanzo 1:1, Roho Mtakatifu alikuwa anatembea. Kwa hiyo Mungu hakusema kuwe nuru mpaka atmosphere ambayo italeta lile neno kupasa imetengenezwa na Roho Mtakatifu. Haleluya. Kwa hiyo utakuja ugundue ya kwamba anasema Roho Mtakatifu alikuja akajaza nyumba yote. So kabla haujapewa the language to speak, we have to make sure you are on the right presence. So as ukianza kuongea, hayo maneno yanaanza kumanifest. Are you there? Amen. Concept ya tatu ambayo utaipata hapa ni concept ya waiting. Kusubiri. Kwa sababu Biblia inasema hivi, kukaja ghafla. It means there was a timing. Are you there? There was a timing there. Sitaki kwenda huko. Nataka nikupeleke mahali. Kitu ambacho nataka nikupeleke kwa haraka. Na dakika kama 3 zinatosha. Kitu ambacho nataka nikupeleke kwa haraka ni concept ya upper room. The four concept ambayo iko hapa ni concept ya upper room. Kwa sababu Biblia inasema hivi, kukaja ghafla toka mbinguni kama sauti mvuma, pepo mkali ukienda kasi ukaijaza nyumba yote. Okay, so they were in the room, si ndio? Na tunajua walikuwa hapa juu. Now, nisikilize vizuri. Ndio namleta baba hivyo. Utakuja ugundue wakati anaongelea the upper room, hautaelewa nini ambacho kilikuwa kinafanyika upper room mpaka ujue the concept nyingine inaitwa Rama concept. Now, nisikilize. Maana ya upper room, maana yake ni elevated place, si ndio? Mahali palipo inuka au mahali pa juu, si ndio? Now, kwenye Biblia mahali palipo inuka, ukitaka ujue nini ambacho kilikuwa Roho Mtakatifu amekuja kukifanya kwenye hiki kipindi cha hao wanafunzi kujazwa na Roho Mtakatifu, inatakiwa urudi Rama. Rama maana yake ni elevated place, high place au lifted place au height. Utakuja ugundue Rama kumetokea events mbili. Kwanza, amezaliwa great prophet anaitwa Samueli. Lakini amezaliwa mtoto mmoja wa Yakobo anaitwa Benjamin. Sasa sitaki kumwongelea Benjamin, nataka nimwongelee Samueli. Samueli, Biblia inasema hivi, Samueli alikuwa Rama ni mji ambao alikuwa anakaa Elikana ambaye ni babake Samueli. Alikuwa na wanawake wawili. Ukisoma Samueli wa kwanza 1:19, nipandishi hapo nimaliza hapo nilete baba. Utakuja ugundue ya kwamba Elikana na mke wake na wake wake wawili, Penina pamoja na Hana. Now, listen to me very well. Hiki ndicho kitu ambacho Bwana atakifanya na wewe leo. Nimekwambia ninatengeneza prophetic atmosphere. Utakuja ugundue alichokuwa anakifanya. Ukisoma kwenye huo mstari wa Samueli wa kwanza 1:19, anasema hivi, Ana alikuwa amefungwa, alikuwa hana mtoto. Penina alikuwa na watoto. Si ni sawa? Then kama Samueli amezaliwa Rama, si unaelewa? Kama Samueli amezaliwa wapi? Follow me.
kama Samueli amezaliwa Rama, utakuja ugundue, nimekwambia Rama maana yake ni high place. Rama maana yake ni lifted place. Rama maana yake ni high place, mahali pa juu. Utakuja ugundue moja kati ya kitu ambacho high place huwa inafanya, huwa inakuhakikishia unakutana na divine appointed time. Unajua kwa nini? Kwa sababu ana kukaa Rama, kuendelea kuishi Rama. Biblia inasema alikuwa anaugua siku kwa siku kutokana na mzigo aliyokuwa nao kutokuwa na mtoto. Kwa hiyo ile hali ya kuendelea kuugua siku kwa siku kwa kukosa mtoto ili provoke divine moment, ambayo divine moment ilimualign kuhakikisha kwamba anafanya au anapokea sawa sawa na mbingu zinavyotaka. Utasema kwa nini? Kumbuka watoto wa Eli walikuwa wamecollapse. Kwa hiyo Mungu alikuwa anatafuta kuestablish priesthood mpya. Kwa hiyo Rama ni mahali ambapo Mungu anatafuta namna ya mtu au anatafuta mtu ambaye ataalign kwenye divine appointed time, kwa sababu kuna kitu kipya cha kipristi anataka kifanye, lakini hayupo mtu. Ndio maana utakuja ugundue as soon as alipoomba ya kwamba nitamtoa, basi nitamtoa wewe wako, ghafla anajibiwa. Kwa nini? Kwa sababu Rama ni mahali ambapo tunamtafuta mtu ambaye ataalign kwenye appointed time, abebe vya kiungu kwa ajili ya kizazi chake. Unanielewa? Kwa hiyo anaposema ghafla ukata mbinguni, kitu ambacho utakuja ugundue ni Mungu alikuwa anashughulika na wale ambao wamejiposition kwenye nafasi kureceive vya kiungu ambavyo viko available kwenye hicho kizazi kwa wakati huu. Don't be careless. Umekuja kuchukua degree, lakini kumbuka you are a king and you are a priest. Hallelujah. Sikia, Nehemia anasema hivi, mkono mmoja walijenga, mkono mwingine wameshika silaha. That is the priesthood pattern. Tunataka degree sana, tunasoma sana, sisi sio vilaza, lakini upande wa pili tumeshikilia vya kiungu. Kwa hiyo mahali ambapo wafalme wengine wa kidunia wapenyi, sisi ambao tumeshikilia vya kiungu tunatokezea. That is the concept of the upper room. There was a special grace ambayo ilikuwa released kwa ajili ya Hana kupokea alichokuwa anakitaka. Siendelee. Nataka tuombe ombi moja. Namuinua Baba. Ombi moja. Rama ni mahali ambapo utawekwa kwenye divine appointed time. Rama ni mahali ambapo utakutana na grace yako. Grace ni nini? Enabling power au enablement. Itakufanya uexecute hicho kitu ambacho Mungu anataka ukifanye. Ni kweli unaimba, lakini tofauti ya mwimbaji mmoja na mwingine is the grace. So, upper room ni mahali ambapo tuna contact grace. Lakini kitu cha tatu ambacho utakutana nacho Rama ni concept ya burden, mzigo. Unajua namna ya kudownload ili uwe relevant. Kama unataka kuwa relevant, kuna watu hapa mmekuja, ni kweli mko musti, lakini Bwana anawatuma marketplace. Unajijua kabisa nasoma, lakini mimi ni mfanya biashara. Hata nikitoka hapa nitaenda kwenye biashara, nitaenda kwenye leadership. Kuna wengine ni watumishi, kuna wengine kila mtu eneo lake. Huko ambako unaenda, lazima ujue namna gani ya kudownload burden ya Mungu ukiwa huko ili uwe relevant. So as divine ideas zinapokuwa zinashuka, wewe umejiposition, umejiweka kwenye namna ambayo una uwezo wa kuzipokea hizo divine idea. So unakuwa relevant. Mtu yeyote anayetaka kuwa relevant kwenye ufalme atakwepa kanuni ya kudownload burden ya Mungu. Hana alijua namna ya kudownload burden ya Mungu, akasema ukinipatia huyo mtoto atakuwa wa kwangu, nitamtoa kwa ajili ya Bwana. Hizo ni concept tatu zinazopatikana hapa. Perhaps hizo ndio concept ambazo Bwana atakuhudumia leo katika jina la Yesu. Amen. Hicho ndicho kitu ambacho Bwana atasema na wewe katika jina la Yesu. Amen. Hautaondoka hapa bila grace ambayo Mungu amekusudia kiwe execute kila ambacho amekiweka kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Amen. Hautaondoka hapa bila burden halisi itakayokufanya uwe relevant katika kila jambo ambalo Bwana amelikusudia kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Amen. Just stand up. Just stand up. Tale brazuva paradise. Kani dakika moja, unaweza dakika moja kumshukuru Bwana Yesu. Mwambie Bwana Yesu, anapopanda Baba, kumbuka tunaongelea mtembeo wa Roho Mtakatifu. Ndio maana nimekuonyesha concept ya hapa. Mwambie Bwana Yesu, encounter me. Encounter me. Kutana na mimi dakika moja. Kutana na mimi. Kuna grace, kuna mahali naenda. Bila grace siwezi. Kuna bado ninatakiwa niichukue. Lakini lazima ni align kwenye muda wa kiungu.
kataraba. Bali la posa ila mahandia. Mera soske beradia posa. Karama shanda raba posa. Ela mantele masuka. Bali karonde ligadasta. Karobande ligadia. Ela maronde ligadosta. Bali kakona masula. Ela maroske keyada. Garo masakaya. Bali skopere toni. Ele mekanes kapera. Nalis kapela kanoche. Reto salikataya. Rumele kakosha kakaya. Rumelande sakatingaba. Rumele talikapaya. Renenenane sakelabaya. Nenanenane sakaya. Radego sakirabahania. Baluske pila katoshe. Resekila bahani liwakuza. Ashitone mekuske perigadaya. Karapasataragania. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. My God, my Maker. Ashatarabatos. Ilamandelebakos. Tarababos. In Jesus' mighty name we pray. Sema Baba kwa jina la Yesu. Sema Baba kwa jina la Yesu. Ngoja nikwambie kitu kimoja kabla hujasema hiyo declaration. Kiwango cha njaa kinaamua chakula unachokihitaji, na kiwango cha kiu kinaamua kinywaji unachokihitaji. Sema tanki la maji linafurika. Maana yake nini? Sauti yako inamuonesha Mungu una kiu kiasi gani. Imani inakaa moyoni, lakini matendo yanatokea mdomoni. So kiwango cha imani ulioweka kwenye kinywa chako cha kumwambia God I need you, kama Bwana anahitaji, maana yake ni kiu ambayo inaimilina kwa Bwana. Ema Baba kwa jina la Yesu. Baba kwa jina la Yesu. Neno la leo linaloachiliwa ndani ya kachache. Bwana, usinipite. Usinipite. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ela makatua. Ela katua ta. Bareke sekelia. Ela makataya. Aligadagadia. Bwana, njaa yangu iko moyoni, lakini naisilisha kupitia sauti yangu. Rune nyana, nyana naya. Rune nana, nyana naya. Aranene nane nana nania. Ashanene manana magani ganana. Totila makate kakali ganaya. Alikadagadia. Bwana, ninaomba kuna mtu ambaye hajawahi kukutana na mtembeo halisi wa Roho Mtakatifu ya kwamba unafananaje. Mtembelee usiku wa leo. Mtembelee hizi dakika chache. Sakakura kata. Ekalodene. Pali katakania. Hicho kibanzi kilitoka kwenye hayo washa kinadondoka leo. Neno lako linasema baada ya kufa mfalme Uzia nalimwona Bwana. Inawezekana mfalme Uzia ni alokatalia kama sabeshe leo kanakufa. Inawezekana mfalme Uzia niyo tabia ya hasira inashindwa uone Bwana. Kalune na nalia runene radiga kalakatune sakatune keta endeleketea apalakatea palikataligana. Holy Spirit move. Holy Spirit tembea. Alikatea aliparakataya marekea. Holy Ghost Mungu. Holy Ghost Mungu. Zaburi 105 mstari wa 4. Neno lako linasema mtakeni Bwana
umuhimu wa mtembeo wa Roho Mtakatifu katika macho yangu mapya. Umuhimu wa mtembeo wa Roho Mtakatifu katika macho yangu mapya. Nianze kwa kusema hivi, kuna kitu nitazungumza kwa dakika chache, mistari itazidi hata mitatu. Alafu kuna kitu bwana masaidia ife kidogo. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Naona vitu vimefunga kutokuitikia neno la kiburi. Na sisi Roho Mtakatifu akiingia maishani mwako, moja kati ya kitu ambacho anakifanya ni kunyonya kiburi, ni kuvunja kiburi. Kuna level Mungu hawezi kukuchukua kama kuna aina ya tabia haiwezi kukaa sawa. Musa alishindwa kuingia Kanaani sio kwa sababu Mungu ampendi. Mungu alishindwa kuingia Kanaani kwa sababu kuna eneo la character lilikuwa halijakaa sawa. Moja kati ya Roho Mtakatifu akiingia kwenye maisha ya watu, kuna vitu kadhaa nitavizungumza. Kimoja wapo nitakizungumza leo. Kuna kitu kinaitwa tunda la Roho Mtakatifu. Kuna kitu kinaitwa karama za Roho Mtakatifu. Kuna kitu kinaitwa kunena kwa lugha, au kwa namna nyingine tunaita ni lugha ya Roho Mtakatifu. Kwa the moment Roho Mtakatifu anapoingia kwenye maisha ya watu, maana yake kuna vitu anakuja navyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kipindi nasoma chuo, moja kati ya ndoto ambayo nilikuwa nayo, nilikuwa natamani kuwa lecturer. Lakini Mungu akaniwahi. So this time si lecture darasani, ila ni lecture ambayo ina lecture neno la Bwana. Ukiingia kwa mara ya kwanza darasani, moja kati ya kitu ambacho lecture huwa anafanya kitu kinaitwa course outline. Maana yake anaorodhesha vitu ambavyo baada ya kumaliza hiyo module ambayo unaisoma, expect au utegemea kupata kitu gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwenye huo mtembeo, ukisikia mtu anakuambia mtembeo, kwa mfano anasema natembea na gari la ABC natoka hapa Mbeya kwenda Dar es Salaam, uwe na uhakika katikati hapa kuna baadhi ya vitu utakutana navyo. Katikati hapa njiani kuna mambo utakutana nayo. Kwa tunapozungumzia kwenye umuhimu wa mtembeo wa Roho Mtakatifu katika macho yangu mapya, mmoja kati ya kitu ambacho atakiachilia ndio natamani kiongee leo, uhusiano kati ya Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha. Uhusiano kati ya Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha. Inawezekana umewahi kusikia, nisikilize nikwambie, Biblia inasema hivi kwamba inawezekana umejua, ila Paulo anasema hivi, hamjajua kama ilivyopaswa kujua. So ukiona unafahamu kitu, kwa sababu saa nyingine kiburi huwa kina tabia namna hii. Ukifika kwa sababu kuna baadhi ya vitu ambavyo mtu umeshawahi kuvisoma au nimewahi kuvisoma. Moja kati ya roho ya kiburi inapofanya kazi, inakwambia mbona hichi nimewahi kusoma. The moment ukiona uko kwenye neno, alafu kuna kitu fulani kinakudisturb, maana yake shetani anajua hilo neno ungekulikubali lingekupeleka kwenye hatua nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema hivi, Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema hivi, Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua nilikuwa nimeenda mahali fulani kuhubiri neno la Mungu. Saa hiyo pamechanganya sana. Ninaomba na najua kuna vijana walikuwa ni wadogo. Saa hiyo wako kama nafikiri ni form 4. Nikamwangalia kijana nikamwambia, mtoto, wewe hata umri wa miaka 21 hujafika. Kama tu uko kwenye umri wa miaka 16, 17 unaomba kwa staili hiyo. Ukifikisha kwenye umri wa miaka 28, 29 kama tulionao, inawezekana kuna baadhi ya mambo yatakuwa shida sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ngoja nikwambie, ukijifunza kuwa mtumwa wenye uwepo wa Mungu, kuna kitu huwa kinatokea. Chochote kinachotokea ibadani, wewe move nacho. Nasema tena haleluya. Nasema tena haleluya. Sawa. Biblia inasema hivi, Baba yetu uliye mbinguni, jina kuambia watu waje, kuna space huko mbele. Biblia inasema hivi kwamba Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe. Nisikilize kwa makini sana. Nimeanza na kitu ambacho kinasema uhusiano wa kunena kwa lugha. Imechi tunakaa tupeke wote. Waje tu kumbele na shida. Wakati wanaingia nisikilize huko. Anasema hivi, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe. Haleluya. Nasema tena haleluya. Sasa tunakutana, nikisema haleluya nyanyua sauti, sema amen. Ndio unapokea neno linakuwa halisi kwako. Sawa? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yes. Kwa asemi hivi, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Anaanza kusema mapenzi yako yatimizwe, alafu ufalme wako uje. Anasema ufalme wako uje, then mapenzi yako yatimizwe. Maana yake ni ufalme wa Mungu ni kama tumbo la uzazi la mwanamke. Alafu mapenzi ya Mungu ni kama sperm ya mwanaume. So tumbo la uzazi peke yake haliwezi kutoa mtoto mpaka likawa na mbegu. So tunapozungumzia mapenzi ya Mungu yatimizwe, alafu ufalme wako uje, alafu mapenzi ya Mungu yatimizwe. Maana yake ni mapenzi ya Mungu hayawezi kutimizwa mahali ambapo ufalme wa Mungu haupo.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kama Mungu anataka kumwamini mtu na fedha nyingi ambao ni mapenzi yake, lazima huyu ndani yake awe amebeba kitu kinaitwa kingdom mindset. Kwa nini Mungu anakupa hiyo hela? Hatuzungumzii tu swala la $500,000, $600,000. Tunazungumzia real money, serious money. Kwa nini? Kwa sababu ndani yako kuna kitu fulani unataka kujiconnect na kingdom. Haleluya. Amen. Ina Bwana libarikiwe sana. Uhusiano wa Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha. Okay. Roho Mtakatifu akija kwenye maisha ya watu, moja kati ya kitu ambacho anakiachilia, anaachilia lugha mpya. Hiyo lugha inakusaidia kufanya kitu gani? Kwa sababu huwezi kwenda Babeli, nchi ya Babeli, na ukakaa vizuri bila kujua Kibabeli. Scholarship nyingi za nchi za nje, mfano ukienda China au India na mataifa mengine, kuna aina ya miezi au aina fulani ya muda ambao unautenga kwa ajili ya kujifunza lugha. Ni kweli umekuja na degree au diploma, unatamani kuendelea na shule yao, lakini kuna aina ya lugha lazima wakuingizie. Kwa nini? Kwa sababu lugha mpya inaingiza mfumo mpya kwenye maisha ya watu. Amen. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anaposema hivi kwamba anapoingia kwenye maisha ya watu, kuna aina ya kitu anakileta ambacho kinaitwa lugha au kunena kwa lugha. Wewe unaelewa, kuna aina ya kitu cha mfumo mpya wa maisha ambao anataka kuingiza katikati ya watu. Takupitisha kwenye scripture chache. Naomba ufungue kitabu cha Marko sura ya 16. Jesus. Marko 16. Marko 16. Kwanza lazungumza tu mistari mitatu, tutaomba tutakuwa na shida hapo. Asa zaidi mstari wangu ni wa 17. Anasema hivi, Marko 16:17. Anasema na 1 2 3, naomba usome kwa sauti. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Sawa. Kwa jina langu watatoa pepo. Sawa. Watasema kwa lugha mpya. Anasema na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Na hao waaminio. Kwa maana yake mtu akijikuta ameamini kwa lugha rahisi, maana yake amempokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Kama huyu mtu ameokoka, kuna baadhi ya vitu tunatarajia au ameambatana navyo. Moja kati ya kitu ambacho wanaambatana nacho kama ishara, maana yake kwa jina la Yesu atatoa pepo. Kwa nini aanze kwa lugha mpya? Maana yake cha kwanza lazima akabili upinzani. Huo upinzani ukiondoka, upinzani inaweza ikawa ni tabia mbaya, upinzani inaweza ikawa ni tamaa mbaya, upinzani inaweza ikawa ni mawazo mabaya. The moment anapokabili upinzani, anaweza ku-execute au kupanuka kwenye mpango mkubwa ambao Mungu anatamani afanye nao kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nisikilize nikwambie, unaweza kuwa bilionea Shalom, lakini ukiokoka kwenye shimo la worship chini kule ndani, hizo hela zikusaidii. Kwa maana yake huyu mtu akiokoka, tunategemea hizo nguvu zimsaidie kwanza kutoka huko kwenye uharibifu. Alafu akishatoka, package nyingine ambazo zinaingia kwenye maisha yake, anaweza kuzifaidi na kuzinufaika nazo. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema hivi kwamba na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo. Hapo sitaki sana kwenda ndani. Nataka hapa watasema kwa lugha mpya. Watasema kwa lugha mpya. Maneno yanayozungumza. Kuna watu wanazungumza. Amen. Haleluya. Anasema watasema kwa lugha mpya. Maana yake wana kawaida ya kusema kwa lugha mpya. Nisikilize nikwambie, aina ya lugha ambayo anaisema au aina ya lugha ambayo mtu anayeongea ndio inayovuta viumbe vya rohoni. Kwa aina ya lugha ambayo mtu anayeongea aidha inavuta viumbe vya rohoni upande wa giza au inavuta viumbe vya rohoni upande wa nuru. Ukiwa unafikiri kwamba mazingira ashana makadosha. Can I speak something? Nasema inaweza kuongea kitu. Mungu alikuta kuna giza, alikuta kuna utupu, lakini pia alikuta kuna ukiwa. Hakuanza kusema wewe ukiwa umekuja lini? Alisema na iwe nuru. Na iwe nuru. Maana yake nini? Aina ya lugha unaozungumza inavuta aina ya vitu kwenye ulimwengu wa roho. Baada ya muda, ni swala tu la muda, vitatokea kwenye jinsi ya nchi. Watu wakikwambia bora, itikia kama uliye bora. Watu wakwambia kwamba una akili nyingi, waambie kweli kwa kabisa hujakosea mtumishi wa Bwana. That says the Lord. Kama akili nazo, kwa sababu nimesoma kwenye neno lake ya kwamba na akili nyingi kuliko wakufunzi wangu. Kwa nini? Kwa sababu sio kwa sababu nina masters sana. Ni kwa sababu nimeamua kulitafakari neno la Bwana. Anasema hivi kwamba kitabu cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Maana yake nini? Hicho kitabu ambacho unakaa nacho kitakupa aina ya lugha unayotakiwa kuongea. Amen. Mimi nakwambia sisi tumependelewa sana. Tutafanikiwa tukiwa kwenye umri mdogo sana katika jina la Yesu. Nazungumza hivi kwamba ndugu, mimi sio motivation speaker, I am minister of God. Nasema hivi kwamba Mungu atatupeleka mbali tukiwa kwenye umri mdogo katika jina la Yesu.
hatuongei tu maneno, tumetoka kwenye hiyo level. Hatuongei tu vitu kwa sababu hatufundishi kwa sababu tu tumejaza maandiko. No. Yohana anasema hivi kwamba lile neno ambalo tumeligusa tukalipapasa kaituli makataa. Watasema kwa lugha mpya. Naomba nisaidie Wakorintho wa kwanza 14:2. Wakorintho wa kwanza 14:2. Uhusiano wa Roho Mtakatifu na kunena kwa lugha. Inawezekana ulikuwa unanena, watu wengi wananena lakini wananena kwa mazoea. Vitu vinaitikia watu wanaoenda kwa imani. Sikia, Mungu atembei na watu kwa sababu ya mazoea. Mungu atembei na watu kwa sababu ya historical background. Mungu anatembea na watu kwa imani. Shenda mahali fulani nakutana na vijana fulani. Anasema mimi kipindi nilipokuwa form 6, nilipokuwa form 4 nilikuwa natembea na Mungu. This time umemwachia wapi? Mungu atembei na historical background. Mungu anatembea kwa imani. Ndio maana unakutana na wazee mahali fulani. Ni kweli Mungu hawana lakini ndio waanzishi wa kanisa. Kwa nini? Mungu atembei na historical background. Mungu anatembea na watu kwa imani. Unanielewa ninachozungumza? Biblia inasema now face was, au isemi now face will. Inasema now face is. Sawa. Maana yake haijalishi asubuhi ilikuwaje, lakini this time moyo wako unasemaje na Mungu? Ni hivi, haijalishi jana uliharibikiwa kiasi gani, huwa ana kawaida ya kurejeshaga miaka. Na ikirejeshwa miaka huwa inakujaga na double portion. Amen. Sema Baba, kwa jina la Yesu, maisha yangu hayataibiwa. Kwa jina la Yesu aliye hai. Ila kwangu hayataibiwa. Kwa jina la Yesu aliye hai. Unajua kwa nini nakukirisha hivi mara kwa mara? Kwa nini unajua sometimes unapata shida kuongea? Ni kwa sababu uko moved kwa sababu ya vitu unavyoona. Biblia inasema tuenende kwa kuona ila tunaenenda kwa imani. Wakorintho wa 2:4-13 inasema roho ile ile iliyotembea na wazee wetu iko ndani yetu, roho ile ile ya imani. Na hiyo roho ya imani ikiingia ndani ya watu, huwa ina kawaida ya kuwafanya watu waseme. Nasema hivi, roho ya imani ikiingia ndani ya mtu, huwa ina kawaida ya kusema. Imani huwa inakaa moyoni lakini matendo tunayoona mdomoni. Kama kweli una imani, tutaangalia namna unavyoongea. Sema I will never fail. Sema I will never fail. Sema I will never fail. Ngoja nikwambie, sometimes tunatembea na kazi ya Mungu, tunasema na kazi ya Mungu. Wakati fulani watu wakituangalia, vijana tuone kama watafika wapi. Tunawasubiria, my friend, watasubiri sana. Na ndio ninachozungumza. Sio kwa nguvu wala kwa uwezo. Sio kwa degree wala kwa diploma. Sio kwa masters wala PhD, bali ni kwa Roho Bwana ambaye nimekuletea habari zake jioni ya leo. Nasema hivi, ashuke kwako kwa jina la Yesu. Kama kuna aina ya mazoea ulikuwa nayo, Roho Mtakatifu akinisikiliza nikwambie, hakuna mahali ambapo Roho Mtakatifu akiingia mabadiliko huwa yatokee. Sawa. Kama wanasema kwa lugha mpya, maana yake walikuwa na lugha ya zamani. Huwezi kusema hichi kitu ni kipya kama hakuna cha zamani. Maana yake ilikuwa ni spiritual comparison. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sema ulimi wangu umeguswa kwa jina la Yesu. Ulimi wangu umeguswa kwa jina la Yesu. Ulimi wangu umeguswa kwa jina la Yesu. Haya maneno unaotamka wengine hapa ni wasilia. Unaenda kwenye presentation. Inawezekana umesikiaga watu wakinao kwenye project presentation, watu wanafukuzwa. Ila Mungu akigusa ulimi wako, unapata kibali. Ni kweli watu hawakutaki lakini neema wanaitaka. Amen. Ashatari ya nakasha. Yusufu ni kweli hana hela, ni kweli hana nyumba, ila amebeba destiny ya Misri. Una uamuzi, umbebe au mkatae na nchi ingie kwenye njaa. Kuna watu ni watu lakini kuna watu ni taasisi, my friend. Kuna watu ni watu lakini kuna watu ni taasisi. Mimi wanasema hivi, kila mtu aliyeokoka ni taasisi. Ninapozungumza kuna watu ni watu lakini kuna watu ni taasisi. Kuna watu ni mfumo unaotembea. Ukienda mahali usiseme hao watu hapa wamepoa. Wewe ndio sababu ya uamsho kutokea kwa hiyo. Unanielewa? Kama kila mtu anakuwa anasingizia, kila mtu anasema hapa hapana Mungu. Nani siku moja atasema hivi, kila mtu anasema hapana Mungu, mimi nakuwa wa kwanza kumsababisha Mungu awe kwenye eneo. Sikimbia chapo kwa sababu watu hapana Mungu. Wewe ndio msababishe Mungu. Mimi ndio mentality nilionayo. Mimi nipeleke wapi? Kwa msaada wa Bwana. Is a matter of time. Mungu atamu experience. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nasema hivi, jina la Bwana libarikiwe sana. Anasema maana yeye anenaye kwa lugha hasemi na watu. Anenaye kwa lugha hasemi na watu. Kwa ukisikia rindo satila anto cobra siakaya, hatuongei na watu. Anasema hivi kwamba bali usema
habari husema na Mungu, maana hakuna asikiaye, lakini anena mambo ya siri katika roho yake. Mwingine anasema unajua kuna watu wanajineneza. Nisikilize nikwambie, kuna aina kama 4 kama sio 5 za kunena kwa lugha. Kuna kunena kwa lugha ambako ni karama, ambapo huko ndo Paulo anakuzungumzia kwenye kitabu cha Wakorintho 14. Anasema ikiwa kwa mfano mtu mmoja amenena, mwingine asinene, mwingine atafsiri, inaitwa kunena kwa lugha karama. Lakini kuna aina ya pili inaitwa kunena kwa lugha ishara. Kunena kwa lugha ishara maana yake nini? Mimi hapa ni mwehe, alafu mwingine ni Mnyakyusa. Ghafla mimi Kinyakyusa sikijui, naanza tu kompreke tu spepara katua. Ghafla yeye anasikia Kinyakyusa, lakini mimi nasikia kunena kwa lugha. Kwa nini? Maana yake Mungu anataka huyo mtu apate ujumbe. Unaweza ukawa hujasomea Kihispania, ukijui Kihispania, lakini Roho Mungu akishuka anatamani aachilie ujumbe kwa Wahispania. Ndio unasikia kwamba wakina Paulo, wakina Petro ni Waebrania, lakini Waarabu wakiwasikia wanasikia Waarabu wanaongea. Unasikia wakina Paulo ni wakina Petro ni Waebrania, lakini Waarabu wakiwasikia, mbona kama kuna kitu wanaongea cha kwetu. Inaitwa kunena kwa lugha ishara. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Lakini kuna kunena kwa lugha kipawa, ambacho mtu anasema hivi kwamba kila mmoja anataka anene. Tukiingia hapa ni rapota tia katai. Faida moja hapo ya kunena kwa lugha, unafanya mbingu hiyo wazi kwenye hilo eneo. Ukiwa wewe ndio kwenye familia yako unanena kwa lugha, maana yake mbingu inakuwa wazi kwenye eneo la familia. Ukiwa unanena kwa lugha kama ni chepo, maana yake usababisha mbingu sakri. Oh my God. Mbingu sio wazi. Maana yake mbingu sikiwa wazi, mtembeo wa neno unakuwa wazi. Mbingu sikiwa wazi, watu wanaomba kirahisi. Mbingu sikiwa wazi, kutangaza maombi ya kufunga, watu wanarespond kirahisi. Mbingu sikiwa wazi, even maana inakuja kwako. Swala la hela linakuwa ni lepesi. Lakini tunazifunguaje mbingu? Ni kopela makatoa. Entobrasezea. Kisikusumbue kwamba unachoomba ukielewi. Hiyo maana yake ni kuna watu wengi wanamwamini Roho Mtakatifu, lakini sio wengi wanamtegemea Roho Mtakatifu. Kumtegemea Roho Mtakatifu maana yake nini? Amekupa kitu cha kunena kwa lugha. Wewe hauhitaji kudoubt. Wewe just roho pokota. Kapala kadia. Mimi si unaofanyaje, ila anachojua kwamba ukiamrisha vitu huwa vinatokea. Unaamrishaje is none of my business. What I know adela makataya. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hii maana yake sio kwa chuo cha Bible study, wala sio kwa chuo cha theology, bali ni kwa roho hapana. Uwe kule Roho Mtakatifu anasemaje. Haleluya. Sio kama ninasahau kusoma, lakini nazungumzia kwa habari ya Roho Mtakatifu kumpa nafasi. My friend, ukielewa tu hiki kitu, utakuwa unanena kwa lugha. Sio tu kunena kwa lugha kimazoea kama kibendera unachotembea nacho mtaani. Sikia nikwambie, kunena kwa lugha ukianza kukuelewa na kupita kwenye maandiko, kutakusaidia sana. Ngoja niseme ushauri utakusaidia. It was tarehe 27 mwezi wa 9. Tulikuwa tunatoka na rafiki yangu mwezi wa 9 tu hapo. Tulikuwa tunatoka na rafiki yangu, tulikuwa tumetoka kuandaa ibada. Kesho yake Jumapili tulikuwa tuna ibada. Then tumetoka naelekea hivi nani Iyunga. Ilikuwa almost kama saa 5 usiku. Tumefika pale relini ambapo barabara ya lami inakunja huku unakuja Inyala, alafu hapa unakuwa unaenda wapi? Unakuja kama huku Ikuti. Suddenly usiku tumetokewa na majambazi wako 9. Kwenye begi yangu na kompyuta, kwenye begi yangu na smartphone, mfukoni na simu ndogo. Wale jamaa wamekuja. Rafiki yangu alikuwa ni wa kike. So ghafla mmoja akawa amemshika, akamuoneshia panga, akamwambia hakuna mtu atakayewasaidia. It's better tu mkanyamaza hivi hivi. Ghafla mmoja kaja kunibana hivi. Suddenly mmoja ni kama anaona anaingiza mfukoni, wawili akatokea. Mwingine akatokea kama amenitight hivi. So mmoja akachomoa simu mfukoni. Wazo lililokuja, ukisema mama hayupo. Ukiita majirani kutokea pale relini mpaka huku nyumbani, watu Iyunga. Suddenly tu Roho Mtakatifu kanambia nena kwa lugha. So nikawa nimelikunja begi taratibu, era masoko talagadia ka parune kesia, na mwenzangu naye akadaka. Asikupita dakika 6 wale watu wanasema wameshaanza kutukumbea. Hatukuguswa, hatukupigwa, hatukufanya nini. Uniambie kwamba kunena kwa lugha ni maneno ya kujisemesha. Esana makadia ka mando bragadia kesuna makadia. Ndugu, Mungu alimwambia Petro, nipe boti ya kuhubiria. Unanielewa? Mimi Mungu aliniambia nipe degree nitumie kuhubiria. So nikienda mahali I preach the gospel. As if mtu akiniangalia hivi ni kama no, shule ipo, lakini Mungu kwanza. Mungu kwanza. Mungu kwanza. Nasema hivi, Mungu kwanza. Anasema anenaye kwa lugha hasemi na watu. Nipeleke mstari wa 4 kati namalizia. Kwenye hilo Wakorintho. Anasema yeye anenaye kwa lugha ujijenga kabla ya nafsi. Maana yake kunena kwa lugha huwa kunajenga. Maana yake the moment ukishaanza katusha taia, kuna
Kuna moment watu wa Mungu watu tunapitaga, chest kimejaa. Ujue ongea nini kwa Mungu? Unasikia tu machozi, hauna lugha ya kuongea. Kinachotoka tu rama kashia katia. Chest kimejaa, unasikia uchungu sio uchungu, unasikia huzuni. Zile moment ambazo unaambia taarifa fulani kutokea nyumbani. Kuna hichi na hichi na hichi na hichi na hichi. This that time ukianza kusema baba utadanganya, ni kunena kwa lugha ndipo kunaweza kukufanya ukaelezea vizuri kwa Mungu. Saa unanena kwa lugha ni saa ambapo Roho Mtakatifu anatengeneza moyo wako, ni saa ambapo kile kilichoko ndani ya moyo wako Roho Mtakatifu anakipeleka. Ni utajiri wa kunena kwa lugha huko hivi. Nikisema nataka kuiombea nchi yako, nikiomba kwa lugha ya Kiswahili, maana yake lazima nianze kutaja katibu nije na huyo. Nikianza kunena kwa lugha, maana yake Roho Mtakatifu anatubeba wote kwa pamoja. Ndio utajiri uliopo kwa kunena kwa lugha. Ndio maana unasikia kwa mtu kama Paulo anasema nanena kwa lugha kuliko nini nyote. Maana yake ni kuna siri. Nisikilize, Shalom. Ukiona mtu anaamuru aina fulani ya matokeo, kuna aina ya ukweli anaujua ambao huko fahamu. Narudia, ukiona mtu anaamuru aina fulani ya matokeo, ukiona mtu ana command aina fulani ya vitu vinatokea, maana yake kuna aina ya kitu anakijua ambacho hukijui. Tunachokifanyaga huwa tuna swallow your pride, unaenda unanyenyekea, unajifunza kwa sababu unakuja kufanikiwa zaidi. Ilikuwa ni hivi, ukitenda vyema hautapata kibali. Mwenzako Habili ametenda vyema, ndio maana amepata kibali. So ungeweza kufanya kama vile Habili alivyofanya, kibali kingekuwa kwako na ungefanya zaidi. Namuombea mtu ufahamu wake, mtu mmoja ubadilike kwa jina la Yesu. Nasema hivi, moja kati ya kitu ambacho Mungu anakuachilia usiku wa leo ni njaa ya neno, ambayo hiyo neno linakuwa connected na kunena kwa lugha. The moment unapokula neno, manake ni raw material au rasilimali au malighafi kwenye mikono ya Roho Mtakatifu. Zaburi 42 mstari wa 7 anasema hivi, kilindi kinapigia kelele kilindi chenzi. Kiingereza anasema deep calls deep. Deep moja ni Roho Mtakatifu, deep moja ni roho yako. So roho yako mpaka ikakutane na Roho Mtakatifu. Maana yake unakula neno huku na speaking tongues. Unakula neno huku na speaking tongues. Nilipogundua hichi kitu shule nikaelewa kitu kimoja. Ukiwa unanena kwa lugha ndivyo ambavyo upanuzi wa akili na uwezo wa akili unaongezeka kuliko kawaida. Mtafute mtu ambaye ananena kwa lugha sana na anasoma neno, utakuja kuelewa. My God, IQ wanaitaka intelligence quotient capacity ni kubwa kuliko kawaida. Ndugu, haya mambo yanapatikana Google. Haya mambo yanapatikana Mungu. Yes. Tukiamua tu kukubaliana sisi kama vijana, tukamwambia Mungu sisi tunakutaka. Haijalishi vimeo tulivyo navyo sisi tunakutaka. Haijalishi namna tulivyo sisi tunakutaka. Itakuwa kwaje sisi tunakutaka. Ndugu, mimi sikuwa hivi, sio kwa sababu nimetokea hivi. Hii jana ilianzia toka nikiwa mwaka wa kwanza. Na nikiwa mwaka wa pili kuna kitu tu Mungu alidondosha ndani. Kwa mimi sijui Mungu ila tunasikia ndani. I pay the price in order to know you deeply. Mungu nionyeshe, nimesoma kwenye neno lako kwamba wanaokutafuta kubidi wao wanakuona. Mimi sijui nitaanzia wapi, lakini tu ndani nasikia kukutafuta. Not mazoea, not maigizo, not sijui nini, ila Mungu mimi nakutaka. Na katikati ukishafanya maamuzi ya namna hiyo, usisikilize maneno ambayo ni negative. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema Bwana Yesu asifiwe sana. Ukishaamua kupashu vitu vya kimungu, moja kati ya vitu ambavyo vinaua mtembeo wa kimungu, vinakata mtembeo wa kimungu, ni mambo ambayo ni maneno ambayo ni mabaya. Moja kati ya kitu ambacho ni mchungaji ninachunga kwenye ndugu, moja kati ya vitu ambavyo niko very serious ni maneno mabaya. Tutakija kuniambia hichi na hichi na hichi. Swala la kwanza nakuuliza, uliposikia hilo jambo umeomba muda gani? Ni hivi Brian, makanisa wanafunga, makanisa wanaomba, lakini kwa nini mtembeo wa Mungu haupo? Ni kwa sababu ya kitu cha love, ni kwa sababu ya kitu cha character. Mungu akinipa nafasi nitakiongea kesho uhusiano wa Roho Mtakatifu na tabia, au uhusiano wa Roho Mtakatifu na tunda la Roho. Daudi anasema hivi, nitakase na mambo ya siri, nitakase na mambo ya siri. Shalom, mtu anaweza akaonekana huko nje ni kama tu kablansa fulani au kadada fulani, lakini sirini ameukamata moyo wa Mungu kuliko kawaida. Kwa nini? Kwa sababu cha kwanza Mungu aangalia kwanza kinywa chako, anaangalia moyo wako unasema. Investment inayofanyika kwenye moyo wako baada ya nje itatoka nje. Na kuombea neema ya neno ikae na wewe kwa jina la Yesu. Na kuombea neema ya neno ikae na wewe kwa jina la Yesu. Mungu akupa nafasi kabla haijafika Jumapili, pata nafasi ya kusoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Kisoma. Simama mahali. Tumita rafiki yangu, Mungu ananiambia nimwambie, alafu yeye kuna kitu ataongoza. Karibu.
friend, a friend of mine, anaitwa Apostolic Evangelist Gomez. Tutaongoza kwa dakika chache ili cha maombi ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Mungu akubariki. Amen. Hallelujah. Amen. Tunamshukuru Bwana Yesu, tumekuwa waponi mwaka ametuhudumia. Inua mikono yako. Uwepo wako uwepo wako akishajiridhisha na hali ya moyo wako, hahitaji tena nguvu, huwa anashuka na kugusa. Akishafinyanga hali ya moyo wako, akashughulikia nia yako, huwa anashuka na kuhudumia. Kwa kuwa umeomba kufinyangwa na amekufinyanga, sasa ninamuomba Roho Mtakatifu akuhudumie ulipo.